Jamani, ni muda wa Injili. Kwa hiyo uwe tayari kwa ajili ya kusikiliza neno kwa ufupi. Na nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Karibu. Amen. Tumchapie Bwana makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, watu wa mtaa huu. Amen. Basi ni siku nzuri kabisa Bwana ametupa tuweko mtani kwenu tuwalete neno la Mungu. Yamkini mnajiuliza watu hao ni kina nani, wanatokea wapi? Sisi ni baadhi tu ya shirika kutoka kanisa la TAG Kitujama, sio mbali na mazingira haya. Siku ya leo imependeza Mungu tuje mbele zenu tuwaletee neno la Mungu. Ni maneno ya upendo, maneno ya uzima, maneno ya uponyaji. Na kama uko mbali na mazingira haya na unaweza kusogea, basi fanya hivyo, maana Mungu aliye hai anayekupenda yuko hapa. Neno lake la uzima linahubiriwa mahali hapa. Ni maneno kukuponya kama una magonjwa, maneno kukufungua kama una matatizo yote, na mzalia yote wokovu wa Mungu aliye hai utaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa niombe na kisha nikueleze neno la Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, Mungu mkuu, mtukufu na mtakatifu, mwenye enzi na uweza, Mungu wa kuokoa na kuponya, Mungu wa kuhuisha na kurejesha, katika jina la Yesu Kristo tupo katika mji huu mbele ya watu hawa ambayo Bwana tunaona tusikia. Neema yako Mungu ikatawale kwa tamalaki. Uwezo wa kuokoa Bwana ukadhirike. Uwezo wa kufungua Mungu ukadhirike. Katika jina la Yesu Kristo, nuru yako iangaze na giza litoweke. Na Yesu Kristo katawale na kumiliki katika mji huu. Miliki Mungu mtaa mzima, miliki mioyo, miliki Bwana maisha, miliki kila nyumba Bwana. Katika jina la Yesu unaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome andiko moja hapa na kisha kwa muda mfupi nikuletee kile ambacho Mungu ametutuma tukuletee siku ya leo. Nasoma Injili ya Yohana sura ile ya 3, inaanzia mstari wa 16 hadi 18. Nisikize vizuri. Kama uko sehemu tulivu, basi tulia, sikiliza neno la Mungu. Ninasoma: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Narudia mstari wa 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani siku ya leo tuzungumze habari ya upendo wa Mungu. Ninakukumbusha wanadamu habari ya upendo wa Mungu. Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu anayehurumia wanadamu. Kwa sababu gani? Kila mwenye uhai na mapumzi anatambua ya kwamba hajajiumba mwenyewe. Yuko Mungu ambaye amemuumba kila mtu. Hiyo ujue usijue, uamini usiamini, ni Mungu ndiye ambaye ameumba wanadamu. Kila mwenye uhai ameumbwa na Mungu aliye hai. Viumbe vyote vinavyoonekana visivyoonekana, yuko muumbaji anaitwa Mungu. Mataifa yote, mabara yote 7, wanadamu wote wameumbwa na Mungu aliye hai. Maandiko nimesema yanaeleza wazi ya kwamba Mungu anaupenda ulimwengu. Anapozungumza habari ya ulimwengu, anazungumzia mwanadamu, wewe na mimi. Hazungumzii milima ama mito, hazungumzii habari ya Mbeya, anazungumza habari ya wewe mwanadamu, ya kwamba kwa jinsi hii Mungu amekupenda wewe, na upendo huo ukamsukuma amtoe mwanawe pekee ambaye anaitwa Yesu Kristo. Na lengo la kumtoa mwanae ni moja, ya kwamba kila mtu aaminie asipotee, kila mtu atakayemwamini asipotee, lakini pia anasema bali awe na uzima wa milele. Na kisha anasema kwamba amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie Yesu hahukumiwi wala hatahukumiwa, lakini yeye ambaye hajaamini, yeye ambaye hakumwamini
la mwana pekee wa Mungu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Huyu anaitwa mwokozi, si mwokozi wa dini fulani, si mwokozi wa kabila fulani, ni mwokozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamu ya kwamba umesikia mengi habari za huyu Yesu. Wengine wamefanya midaharo kulipinga jina la Yesu, ya kwamba sio mwokozi, ya kwamba sio mwana wa Mungu. Lakini jioni leo naomba nikukumbushe, huyu Yesu ambaye tunamtaja hapa anaitwa mwokozi, na kila amwaminie, maandiko yanasema hatapotea. Kila amwaminie hatapotea. Hii ina maana gani? Asiyeamini hakika atapotea. Yeyote ambaye hatamwamini Yesu hakika atapotea. Atapotea hakika asipomwamini Yesu. Hakuna wokovu duniani nje ya Yesu. Hakuna dini ambayo inaweza ikampa mwanadamu wokovu. Hakuna bidii utaifanya upate wokovu. Hakuna sala ndefu utakaisali ikupe wokovu. Hakuna matendo ya kutosha ukafanya mwenyewe yakupe wokovu. Nisikize vizuri. Wengine wamedanganywa, nikifanya bidii kwenda kanisani, nikifanya bidii kwenda kwa nyumba za ibada nitapata wokovu. Nisikize vizuri. Wengine wamedanganywa, epuka dhambi, epuka ulevi, epuka uzinzi, kwa njia hiyo utakwenda mbinguni. Nisikize vizuri. Matendo yako mema pasipo Yesu hayawezi kusaidia. Hata kama mtaa mzima unakusifia wewe ni mtu mwema, hunywi pombe, huvuti sigara, wala sio mzinzi, wala sio mlevi, lakini kama huna Yesu utapotea hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mwokozi ni mmoja, na kila anayependa wokovu lazima amjie mwokozi, na mwokozi ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu hai. Hebu sema amen. Amen. Mwokozi Yesu, yeye ndiye pekee ambaye amelipa gharama ya wokovu wa wanadamu. Yeye alitoa uhai wake, akafa kifo cha aibu. Lengo lake ni moja tu, akuokoe wewe na mimi. Hakuna ajenda nyingine. Yesu hakupewa pesa afe msalabani, hakuahidiwa majumba ya fahari afe msalabani. Ni upendo wa Mungu ulimvuta aje duniani. Ni wewe mwanadamu, ni wewe mama, ni wewe kijana, ndiye ambaye Yesu alikuja kwa ajili yako. Mauti yake ni kwa ajili yako. Alichukua nafasi yako ili wewe usiende ile sehemu ambayo Yesu alienda. Alionja mauti, Biblia inasema, kwa ajili yetu wanadamu. Alienda mahali ambako mwanadamu ungeenda, lakini kwa niaba yetu alienda. Ni upendo wake ulimsukuma aonje mauti. Huyu Yesu alisulubiwa. Huyu Yesu alikufa, na maandiko yanasema kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alijeruhiwa kwa ajili ya maovu yetu. Mateso yake ni kwa ajili yako wewe na mimi. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi, kwa maana imeandikwa, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako wewe na mimi. Amelipa deni la dhambi ili ya kwamba madamu upate wokovu bure kabisa, pasipo malipo yote. Na huu ni upendo wa Mungu aliye hai. Ndio maana anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na upendo huo ulimsukuma amlete Yesu duniani, ili ya kwamba kila atakaye amini asipotee, kila atakaye mwendea asipotee. Nisikize vizuri, hii dunia ina mwisho mpendwa. Hakuna mwanadamu ambaye ataishi milele. Hata swali moja nikiuliza hapa, baada ya miaka 100 utakuwa wapi? Umewahi kujiuliza swali kama hili? Baada ya miaka 100 kutokea sasa utakuwa wapi? Labda niseme hivi, watakaposherehekea mwaka mpya
wa 2200 wote kwa wapi? Watu watakaposherehekea mkesha wa mwaka mpya 2200 wote kwa hai? Hawapo. Bila shaka unajua hilo. Kuna siku unaondoka ulimwenguni, na wengi mnafahamu watu maarufu wanajulikana wenye sifa hawako ulimwenguni tena. Wengine wameacha magari yao, wameacha vyeo vya maana wenye mshahara mnono, hawako duniani. Nisikize vizuri, mbele yako ziko njia mbili tu. Mbele yako ziko njia mbili tu. Mbele yako ziko njia mbili tu, na dini zote zinahubiri, lakini si dini zote zinahubiri kweli. Haleluya. Wengi wanajua kuna mbingu na kuna jehanamu, lakini mtu mwenye sifa gani anaingia mbinguni? Dini zimepingwa chenga hapo. Wengine wamesema kazana kwenda kanisani. Usikose ibada. Sali mara 7 kwa siku. Sali mara 8 kwa siku. Usikose ibadani. Kwa njia hiyo utaingia mbinguni. Nisikilize mpendwa, wokovu upatikane kwa juhudi hiyo. Wokovu unapatikana kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, kwa maana hakuna jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Haleluya. Yesu ni mwokozi ulimwengu. Kama ndoto yako na shauku yako baada ya maisha hayo ingia mbinguni, hakuna njia mkato, ni lazima tu umpate Yesu. Yesu ni njia pekee ya kuingia mbinguni. Yesu sio njia moja wapo ya kuingia mbinguni. Yesu ni njia pekee ya kuingia mbinguni. Hakuna mbadala, hana msaidizi. Yuko mwokozi mmoja anaitwa Yesu Kristo, na kila atakayemwendea hata tupa kamwe. Yesu ukimwendea jioni leo hata kutupa kamwe. Kuna maneno mengi kuzungumza habari ya wokovu huu, lakini muda usingetosha. Itoshe kusema kwamba Mungu anakupenda, anakuazia mema sana kabisa. Hebu tafakari huyu Yesu ambaye yamkini wengine mnaangalia kwenye filamu za mateso ya Yesu. Mateso yote ambayo alipitia, ulidhani ni kwa ajili ya nani? Unafikiri ni kwa ajili gani? Maana Yesu hakuja ulimwenguni ili aanzishe dini. Hakuja aanzishe dhehebu, wala sio lengo lake. Biblia inasema kwamba alikuja ili aokoe wanadamu na dhambi zao. Mathayo sura ya 1 mstari 21. Alikuja ili ya kwamba wanadamu wapate wokovu. Hilo ndio lengo lake, na lengo hilo ndilo ambalo lilimfanya aingie msalabani. Na sasa wokovu uko kila mahali, kila kona. Wokovu unapatikana sasa, ni bure kabisa. Kila amwenda Yesu anapata wokovu bure pasipo malipo. Haijalishi ni dini gani, haijalishi ni dhehebu gani, haijalishi ni kabila gani umesoma ama hujasoma, Yesu Kristo atakuokoa bure jioni leo. Haijalishi umepotea kwenye dhambi umbali kiasi gani. Hata kama yamkini umejihukumu, nimefanya dhambi nyingi sana, ukoo wangu umenitenga, ninaitwa mlevi, ninaitwa kahaba, umekosa thamani kwa vijana wenzako, umekosa thamani kwenye jamii yako, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Isikie sauti hii ambayo Mungu anakuta leo hii. Usijidharau wala usijikatie tamaa. Mungu anakujali. Mungu anakuazia mema. Hata kama maisha umeachoka, umechoka hata kuishi, umetamani hata ufe kwa ajili ya dhihaka na masimango na dharau za ndugu na jamaa. Wengine wamekudharau. Matukio yanatokea nyumbani kwenu, wala taarifa upewi. Unapewa surprise, maana wamejua una thamani. Lakini mbele za Mungu wewe ni mtu wa thamani sana. Wewe ni mtu wa maana, ni mtu wa thamani sana. Wengine mmehangaika na mateso na magonjwa, usingiza mpati, familia ina amani. Yuko mfalme amani, Yesu Kristo. Mungu anapendezwa na amani yako. Mungu anapendezwa unapokuwa na amani siku zote. Mungu anapendezwa unapopata wokovu. Mungu anapendezwa unapokuwa mtu wa mbinguni. Mungu anapendezwa jina lako linapoandikwa mbinguni. Na hakuna kitu unaweza kufanya, ni kumwamini Yesu. Haleluya. Fungua yote haya ni kumwamini Yesu tu. Bure kabisa. Haitaji pesa, haitaji mali yako. Njoo hivyo hivyo ulivyo, unapata wokovu bure. Gharama imekwisha kulipwa na Yesu Kristo mwenyewe.
we kimbia tu hivyo hivyo ulivyo. Hata kama una dhambi nyingi, hata kama umefanya dhambi asubuhi ya leo, haijalishi wingi wa dhambi ulizonazo, hizo dhambi ndizo ambazo zilimfanya Yesu aje ulimwenguni. Njoo hivyo hivyo ulivyo, yeye atakusamehe, yeye atakutakasa, yeye atakuosha na atakufanya kiumbe kipya. Kokote uliko, napohitimisha, popote ulipo unaposikia sauti hii, unasema ni kweli mhubiri, nilikuwa bado sijaokoka, nilikuwa najihukumu, na hata kama ningeulizwa leo hii ukifa unakwenda wapi, unasema Mungu mwenyewe ndiye atajua. Hapana, lazima ujue mapema, lazima ujue safari yako mapema, na Yesu ndo njia, kweli na uzima. Yesu ndo njia, kweli na uzima. Yamkini ulikuwa bado hujapata njia, ulikuwa bado hujampata Yesu, basi jioni hii ni jioni yako. Hii jioni ni jioni yako, usiache ipite mpendwa. Popote ulipo unaposikia sauti hii, kama una uwezo kusogea, basi fanya hivyo. Na kupitimisha sasa. Kama uko mbali na mazingira haya na sauti hii, hebu sogea sasa. Sogea sasa mahali hapa. Sogea tu. Wala usifanye mgumu moyo wako. Mungu anakupenda, anakuazia mema. Mungu anakujali. Mungu anakujali. Hata kama unaumwa na magonjwa, yeye atakuponya bure jioni leo. Hata kama una masumbuko wa magumu, Mungu atakuponya bure siku leo. Maana yeye siko anaokoa tu, lakini pia anaponya magonjwa, anafungua waliofungwa. Haleluya. Popote ulipo unaposikia sauti hii, unasema ni kweli mhubiri, nilikuwa bado sijaokoka na ningetamani jioni leo niokoke. Hebu nyosha mkono wako. Popote ulipo unaposikia sauti hii, unasema ni kweli, mimi nilikuwa bado sijaokoka na natamani leo hii niokoke, nimpate huyo Yesu. Hebu nyosha mkono wako. Hata kama uko mbali na mazingira haya, unasikia sauti hii, ulikuwa bado hujaokoka, na hata kama ungeulizwa, mpendwa, ukifa leo ghafla wapi unaenda, unajibu. Hebu nyosha mkono wako popote ulipo, ili umpate Yesu jioni leo. Ukiwa umenyosha mkono wako, hebu nifuatishe maneno haya. Mkono wako ukiwa juu umenyoshwa, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimelisikia neno lako ya kwamba wewe ni mwokozi wa ulimwengu. Ninakuja kwako Yesu, uniokoe. Ninakuja mbele zako